Ngoma inaanzia mazoezini. Mchizi anaitwa Austin, mrembo anaitwa Pamela. Ni asubuhi na mapema, wako barabarani wananyosha viungo. Upande wa pili tunaonyeshwa mrembo mmoja anaitwa Lydia, yuko anapiga simu sehemu lakini simu haipokelewi. Huku hawa wanaendelea na tizi, wanacheka, wanafurahi, wanakimbizana na nini, safi kabisa. Wakafika mpaka nyumbani, wanishi sehemu moja hawa, wamepanga hapa kila mmoja nyumba yake. Mrembo akamwambia mchizi kwamba jioni utakuwa na muda, nataka tutoke out. Mchizi akasema hakuna shida, utanishtua. Mrembo akasema basi sawa. Mchizi anaingia ndani, anashika simu yake, anakuta message call kibao. Kumbe Lydia bwana alikuwa anampigia Austin, lakini Austin ndio hivyo alikuwa mazoezini na Pamela. Mchizi bwana ikabidi amrudie mrembo. Kamwambia samani, nilikuwa mazoezini, nimerudi nimekuta message call zako. Lydia akasema hakuna shida, nimekupigia nikwambie kwamba nimekaa nimetafakari, nimeona nichukue ile ofa ya kazi niliyoipata Abuja. Mchizi alifurahi kweli kweli. Sasa ni kwamba Austin amezaa na Lydia. Yaani hapo alipo ni mtu na mzazi mwenzake. Lakini Austin yeye anaishi Abuja, Lydia alikuwa anaishi sehemu nyingine. Sasa kazi imepatikana Lydia huku Abuja. Kwa hivyo alikuwa amekataa mara ya kwanza, lakini kwa sasa amempigia simu Austin, anamwambia amekubali kuichukua ile kazi. Kwa hivyo atakuja Abuja. Sio kuja tu, bali anahamia kabisa. Ndio maana mchizi amefurahi kweli kweli kwamba mzazi mwenzake bwana anahamia sehemu ambayo mchizi yupo. Basi bwana, baada ya ile taarifa, jioni mchizi akampigia simu Lydia, akamwambia vipi, umeshajiandaa? Lydia akasema ndio nimejiandaa, kesho nadhani tutaanza safari. Jamaa akomba ongea na binti yake, wakapiga pale story mbili tatu. Mama akamwambia basi sawa, mimi naomba bwana nikuache, tutaongea kesho. Jamaa akasema sawa. Kesho yake Lydia na mtoto wake wako wamefika Abuja. Sasa kuna huyo mchizi ni rafiki yake Lydia, na ndo aliyemtafutia kazi Lydia huko Abuja. Na sio kazi tu, hata hii nyumba ambayo Lydia na mtoto wake wamefikia, huyu jamaa ndo kawatafutia. Basi akawapokea pale, akawaelekeza mazingira. Lydia akaipenda kweli kweli nyumba. Baadaye Lydia akampigia mzazi mwenzake Austin, akamwambia sisi tumeshafika. Austin akasema hakuna shida, nitakuja kuwaona baadaye. Austin akiwa hapa ndani kwake, Pamela akawa amemletea chakula hapa. Akamwambia kwamba nimeona nikuletee chakula ili usihangaike usiku huu kupika. Jamaa akasema asante sana ise. Maana nilikuwa nimeshawaza kweli kweli hapa nitafanyaje nipate chakula cha usiku. Basi akakaa pale jamaa kupiga menyu. Baada ule msosi, jamaa akaenda kumuona Lydia na mtoto wake. Mtoto alifurahi kweli kweli kumuona baba yake. Lydia naye akafurahi kweli kweli kumuona mzazi mwenzake. Basi wakasalimiana pale na nini. Siku nyingi bwana hawajionana. Lydia akaandaa chakula mezani, akamkaribisha Austin. Basi wakakaa mezani kupata chakula pamoja. Baadaye mtoto akalala. Austin akambeba akampeleka chumbani kwake kupumzika, akishirikiana na Lydia. Safi kabisa, mtu na mzazi mwenzake katika majukumu ya kulea. Baada ya kumlaza mtoto akarudi sabreni. Lydia akamwambia Austin kwamba unaonaje leo ukilala hapa na sisi ukatupa company usiku wa leo? Austin akasema hakuna shida. Lydia akafuata wine, wakaanza kutumia pale huku akipiga story mbili tatu. Baada ya muda kidogo, Lydia akasema unajua mimi leo sitaki kulewa sana kwa hivyo nitakuacha hapa, nitaenda kupumzika. Jamaa akasema hakuna shida. Lydia akaenda chumbani akaleta mablanketi na mashuka hapa. Jamaa alala hapa kwenye sofa, Lydia anaenda zake chumbani. Hawa ni mtu na mzazi mwenzake, waishaachana kitambo, sio wapenzi. Kumekucha asubuhi, mtoto anauliza mama baba yuko wapi? Mshua kumbe kaamka mapema, yuko zake jikoni anaandaa madekodiko. Katokea pale, akasema mimi niko jikoni jamani, nilikuwa nawaandalia chakula. Wakafurahi kweli kweli yani. Lydia akasema basi acha tukajiandae tuje tukae mezani tupate breakfast yako kwa pamoja. Austin akasema sawa. Baadaye Austin akarudi nyumbani kwake anapoishi kwa sababu alilala kwa Lydia. Sasa akakutana na Pamela hapa. Pamela akamuuliza vipi, mbona kama haukulala nyumbani kwako jana usiku? Jamaa akasema ndio, nililala kwa mzazi mwenzangu. Pamela akasema si ulisema mmeachana? Jamaa akasema ndio tumeachana, lakini haimaanishi kwamba sisi ni maadui. Tuna mtoto kumbuka, na huyo mtoto anahitaji malezi yetu sote. Basi jamaa akawa ameingia zake ndani. Baadaye jioni Austin na Pamela wako hapo wanacheza game, wanapiga story mbili tatu na nini, wanacheka na kufurahi pale. Huku wine iko kwa pembeni wanapiga mdogo mdogo. Muda wa kulala ulipofika, Austin yuko hapa na simu yake, yuko kwenye page ya Instagram ya Lydia, mzazi mwenzake. Ana like na kucomment kwenye posti zake. Sasa Lydia akawa anapata notification huku kwamba Austin amelike na kucomment kwenye picha zako. Basi bwana akampigia simu, akamwambia bado hujalala mpaka sasa hivi unafanya nini? Jamaa akasema nilikuwa nakuangalia hapa ise. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Unajua hujawahi kunichosha kukutazama Alafu ulisema weekend hii mtakuja kunitembelea? Lydia akasema ndio, tutakuja Jumapili. Basi Lydia akamtakia jamaa usiku mwema kisha akakata simu. Akaendelea kujiandaa ili apumzike. Kesho yake Lydia na mtoto wake wakiwa hapa, rafiki yake Lydia akawa amekuja hapa. Mtoto akafurahi kweli kweli kumuona jamaa. Mchizi alikuwa amemletea mtoto vijizawadi na nini safi. Mtoto akafurahi kweli kweli. Baadaye wakakaa mezani kupata chakula pamoja. Wakiwa hapa mezani, Austin akampigia simu Lydia. Akamwambia sasa vipi kuhusu usafiri? Lydia akasema bado sijapata. Austin akasema sasa wakati bado tunaangalia namna gani ya kufanya, nitakupatia gari yangu ili ukutu unatumia mpaka pale tutakapopata ya kwako. Lydia akashukuru kweli kweli. Baada ya kukata simu, rafiki yake Lydia akamwambia sasa
kwa nini usingeniambia mimi nikakutafutia gari nzuri tu kuliko kuanza kusumbua watu? Lydia akasema hapana, Austin ni mzazi mwenzangu na hakuna kosa lolote kunisaidia mimi gari. Ile kitu mchizi limkata kweli kweli. Mchizi inaonekana kama anampenda mrembo, lakini mrembo bado hajajua hilo. Anajua mchizi ni rafiki yake tu wa kawaida. Huku Austin na Pamela leo wanatoka out. Pamela akapendeza kweli kweli mpaka Austin akaona da, mbona mimi sijapendeza hivyo? Akamwambia wacha nikabadilishe nguo. Pamela akasema hapana, you look nice. Basi wakawa wametoka out. Usiku ule Lydia akawa anapiga simu kweli kweli kwa Austin, lakini Austin hapokei simu. Mtoto bwana akaja hapa akamwambia mama, nataka nizungumze na baba. Lydia akasema babako utaongea naye kesho kwa sababu anajua amempigia simu mchizi hapokee simu. Mtoto bwana akawa amemind. Mama akamfuata chumbani akaanza kumbembeleza pale. Huku Austin na Pamela wametoka out. Out ilikuwa nzuri kinyama. Pamela anasema usiku wa leo ulikuwa so lovely. Unaonaje kila siku tukiwa tunatoka out? Mchizi akawaza akasema haya, sawa, hakuna shida. Pamela alifurahi kweli kweli. Mchizi akasema basi sawa Pamela, mimi naenda kwangu kupumzika. Ni kuache umpigie simu mpenzi wako. Sio unaona tena akakamvamvua na nini? Pamela akasema mimi sina mpenzi, labda nikupigie wewe simu. Na kwa vile uko hapa basi mimi nitafurahi kweli kweli ukilala hapa kwa sababu ya haka kamvamvua. Mchizi akasema Pamela, hebu acha utani wako bwana. Akawa ameondoka pale. Pamela ile kitu ilimpiga vibaya. Pamela kumbe katokea kumpenda kinyama mchizi. Lakini ndio hivyo mchizi ajui, anajua ni rafiki yake tu wa kawaida. Mchizi alipofika kwake akampigia Lydia simu. Lydia akalalamika kweli kweli, nimekupigia simu mara kadhaa lakini upokei. Mtoto wako anataka kuongea na wewe. Basi mtoto akaongea pale na mshua. Lydia akasema kesho tutakuja kukutembelea. Austin akasema karibuni sana isee. Kesho yake wakawa wameibuka hapa nyumbani, Lydia na mtoto wake. Pamela alikuwa anaangalia kila kitu kinachoendelea. Pamela akawa anaumia kweli kweli kwa sababu anampenda sana mchizi. Kwa hivyo ameona wivu Lydia na mtoto kuja hapa nyumbani kwa Austin. Ilipofika jioni, Lydia na mtoto wakalala hapa kwa Austin. Sasa kilichofanyika kwa Lydia kipindi Austin amelala kule ndicho kikafanyika hapa kwa Austin. Wakati huu Lydia akalala hapa. Mtoto akapelekwa chumbani kupumzika. Lydia yeye akaomba mablanketi na shuka alale pale Sabreni. Austin bwana akafanya hivyo, akamletea blanketi na mashuka kisha akamwambia usiku mwema. Lydia akasema na wewe pia. Lydia akamwangalia mwamba, yani ni kama aamini kwamba kwa jamaa kweli ananiacha nilala hapa Sabreni, lakini jamaa ndo hivyo, akaenda zake chumbani kupumzika, akamwacha Lydia pale. Kumekucha asubuhi, Austin, Lydia na mtoto wakaondoka warudi kule Lydia anapoishi. Pamela yuko juu tu pale anawaangalia, anaumia kweli kweli aisee. Wamefika anapoishi Lydia, muda si mrefu rafiki yake Lydia akawa amekuja hapa. Sasa Austin hampendi kweli kweli mchizi. Anahisi kama anamnyemelea Lydia. Mchizi alipofika tu, Austin akamwaga Lydia aondoke. Lydia akamwambia usalimiane na rafiki yangu. Austin hata kujibu lolote, akaenda kwenye gari yake akasepa pale. Mchizi amefika nyumbani ana hasira kweli kweli kwa kile kilichotokea kule kwa Lydia. Akakutana na Pamela hapa. Pamela akampa hai lakini mchizi hata kuitikia, akazama ndani. Pamela akajiuliza pale, huyu kapatwa na nini? Baadaye Pamela bwana yuko hapa na Austin. Wanapiga story mbili tatu na nini huku akiwa anacheza game pale. Pamela akamuuliza mchizi kwamba kwa nini jana Lydia alipokuja nyumbani kwako ukaacha kuwa unapokea simu zangu kabisa? Mchizi akasema hapana, unajua jana bwana nilikuwa busy sana na familia. So unajua siku nyingi na nini. Pamela akasema inaonekana mnapendana sana na Lydia. Sasa kwa nini hamkuoana? Mchizi akasema mimi na Lydia tulikuwa kwenye mahusiano wakati mimi nilikuwa sijamaliza masomo yangu. Nilipata scholarship ya kwenda nje. Lydia nikamwacha na mimba. Sasa nikakaa kwenye masomo yangu kwa takriban miaka kama 5. Niliporudi nikakuta Lydia tayari kashajifungua na tayari kasha move on, yuko na mtu mwingine kwenye mahusiano. Na mimi sikuwa na budi, nikatafuta mtu mwingine na mimi nikaingia naye kwenye mahusiano. Lakini kwa bahati mbaya yale mahusiano yetu wote wawili yalivunjika. Sasa Pamela akawa anapiga pombe kwa fujo kweli kweli. Austin akamuuliza Pamela uko sawa? Pamela akasema ya nipo sawa, nataka wote tunywe tulewe leo. Tulewe chakali. Pamela bwana ana jambo kubwa sana moyoni linamtesa. Katokea kumpenda sana Austin, lakini Austin anamuona Pamela kama rafiki yake wa kawaida tu. Austin akaona huyo mtoto atumia na pombe. Kamwambia Pamela, twende nikupeleke ndani kwako ukapumzike. Sasa wakati Austin anamnyanyua Pamela, Pamela sakajifanya kama kazidiwa pombe vibaya, akamwangukia Austin juu ya kifua na kuanza kumkisi pale. Wamekisi kama sekunde 2, 3, 4, 5. Austin akashtuka akanyanyuka pale na kuondoka kabisa, akamwacha Pamela peke yake pale. Pamela akafurahi kweli kweli, akaendelea kupiga waini huko akiwa anatabasamu vibaya. Kumekucha asubuhi, Austin anakuta mesideko kibao za Lydia kwenye simu yake. Akampigia Lydia. Lydia akalalamika kweli kweli, akamwambia ulikuwa wapi wewe jana usiku na kupigia simu upokei? Austin akasema jana nililewa sana, kwa hivyo hata sikuwa na habari kabisa na simu. Lydia akasema basi sawa, mimi nilikuwa nataka tu nikupe hai na nini. Basi sawa, tutaongea baadaye. Austin akiwa anatoka anaenda zake kazini, akakutana na Pamela hapa. Pamela anampa hai Austin, lakini Austin hataki hata kuitikia salamu ya Pamela. Jamaa bado ana hasira kweli kweli kwa kile kilichotokea
jana usiku, Pamela kumkisi pasipo ridhaa yake. Jioni huku nyumbani kwa Lydia, leo yuko na rafiki yake hapa. Wako jikoni wanapika pamoja na nini. Baadaye mtoto akawa amelala, mchizi akambeba akampeleka chumbani kwake kupumzika wakishirikiana na Lydia, kisha wakarudi sebreni. Sasa leo mchizi huyu bwana analala hapa nyumbani kwa Lydia. Kama kawaida, Lydia akamletea mablanketi na mashuka kama tulivyokuwa kwa Austin. Jamaa naye analala hapa sebreni, Lydia anaenda zake chumbani. Sasa kabla kwenda kulala, wakakaa hapa bwana kupiga wine pamoja, huku akipiga stories hapa na pale. Sasa mchizi ikabidi bwana amwambie ukweli mtoto wa kike kwamba anampenda sana, na siku zote amekuwa na hii siri, lakini alikuwa anasubiria wakati sahihi wa kumwambia. Sasa mchizi ameona leo ndo wakati sahihi wa kumwambia mrembo anamhitaji katika maisha yake. Wakati mchizi bwana anarusha mistari kwa mtoto wa kike, jamaa bwana akajisogeza taratibu na kumkisi pale mtoto wa kike aisee. Wamekisi kama sekunde 2, 3, 4, 5. Lydia bwana akashtuka na kuchomoka pale, akanyanyuka akapagawa kweli kweli, akanyoka kwenda chumbani kwake. Mchizi akajilamu kweli kweli, imekuwaje tena mtoto wa kike anaondoka aisee. Lydia alipofika chumbani kwake kapagawa vibaya, anashika tu mdomo wake aamini aisee kama kaweza kukisi na mchizi aisee. Pale pale Austin akapiga simu, Lydia aamini yani bado akapagawa vibaya, hata ile simu hakutaka kabisa kuipokea. Kumekucha asubuhi, Pamela akaibuka hapa kwa Austin, amemletea breakfast. Pamela anajichekesha na nini. Austin akasema, Pamela, sina muda wa kukaa hapa, mimi nilikuwa naondoka, kwa hivyo tutaonana baadaye. Mchizi bwana akaondoka akaenda moja kwa moja mpaka kwa Lydia. Amefika asubuhi hii, anashangaa anamkuta mchizi rafiki yake Lydia yuko hapa. Alafu Austin alipoingia tu, mchizi akanyanyuka, wakasalimiana pale na Austin, kisha jamaa akaaga akaondoka pale. Lydia naye akamwambia Austin kwamba nitakukuta, wacha nimpeleke mtoto shule. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba Lydia na mtoto wanapelekwa shule na mchizi rafiki yake Lydia. Ile kitu aisee Austin ilimuuma, akabaki mle ndani anazunguka tu. Anasema kwa hivyo kama asubuhi hii nimemkuta huyu mchizi hapa, it means kwamba alilala hapa. What? Mchizi aliumia balaa. Sasa kumbe Austin bwana anampenda bado kinyama Lydia. Ndo hivyo tu jamaa bado naye anamtafutia target ya kuja kumwambia. Kwa hivyo jamaa ana wasiwasi kwamba asija akawaiwa na yule mchizi, kwa sababu mchizi anaonekana kama anamtaka kimapenzi Lydia. Kesho yake Austin bwana akawa amekuja hapa kwa Lydia. Anashangaa leo anamkuta mchizi yuko jikoni anaandaa chakula. Lydia bwana akatokea pale, kamwambia Austin kwamba rafiki yangu bwana leo ameamua kutufanyia surprise, anatuandalia chakula kitamu kweli kweli, tu enjoy. Karibu. Austin alishangaa kweli kweli, akaona huyu mchizi mbona kama speed yake ni kali sana kwa mtoto wa kike. Basi Austin akakaa pale sebreni, Lydia akaenda jikoni kumsaidia rafiki yake kupika chakula. Baadaye Austin akiwa anataka kurudi zake nyumbani, Lydia akamsindikiza hapa. Austin bwana ikabidi avunje ukimya kwa Lydia, kamwambia kwamba unajua mimi yule rafiki yako simpendi, yani nahisi kama si mtu sahihi kwako. Lydia akasema hapana, unawezaje kumchukia mtu ambaye hata umjui na haujaishi naye kwa kipindi kirefu mpaka ukaona kwamba ni mtu ambaye hafai kwangu? Alafu kumbuka mimi na wewe tuishaachana, kwa hivyo hupaswi kuwa na wivu juu yangu. Mimi maisha yangu ni maisha yangu na wewe maisha yako ni maisha yako, kwa hivyo tusiingiliane. Kisha Lydia akashuka akaondoka pale. I say Austin aliumia vibaya kwa yale majibu ya Lydia. Zikapita kama siku 2, 3 wote wakiwa wamenuniana. Siku moja Lydia akaibuka hapa kwa Austin, amemletea chakula. Unajua Austin hakuamini aisee kumwona Lydia. Akamwambia nidhani sitakuona kamwe. Lydia akasema why? Jamaa akasema kwa sababu ya kile kilichotokea kati yetu kwa mara ya mwisho. Lydia akasema hapana, niko hapa sasa kwa ajili yako. Jamaa bwana ikabidi awe mwepesi, akamwambia Lydia kwamba Lydia, nenda kukukisi, kama hautotaka basi naomba nizuie. Mchizi bwana akamkisi mrembo. Mrembo akaipokea kisi kwa mikono miwili aisee. Mchizi akaona yes, akakamata mkono wa mtoto akampeleka chumbani kupiga mambo. Usiku Austin akamrudisha Lydia nyumbani kwake anapoishi. Jamaa ndo hivyo, sasa hivi wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa mara nyingine tena, na sio mtu na mzazi mwenzake tena. Weekend ilipofika, Lydia akamchukua mtoto akaenda kwa Austin. Sasa wakiwa hapa wanakula story kama familia, Pamela bwana akawa amekuja hapa, ameleta chakula kwa Austin. Pamela akaingia ndani. Austin akamtambulisha Pamela kwa Lydia kwamba huyu ni jirani yangu, sometime waga analetea chakula tunakula wote hapa. Lydia akasema karibu sana Pamela. Sasa mtoto akawa ameondoka pale, amefika chumbani kwake akapiga ukunga. Mshua bwana ikabidi akimbie kwenda kumuona mtoto kafanyaje. Lydia akachukua kile chakula kwenda jikoni kukipasha. Pamela akamfuata Lydia jikoni kule. Akafika akaanza maneno ya kipumbavu, ya kichokozi, ya kishenzi kwa Lydia. Akasema naona unamtumia mtoto wako kumpata kimapenzi Austin. Yaani umeshindwa kumove on kabisa. Aisee kitu Lydia ilimuuma. Akasema wewe binti una akili kweli? Una akili timamu? Unajielewa wewe?
Lydia bwana akawa ameondoka pale, kachukia kweli kweli. Akaenda moja kwa moja mpaka kwa mtoto wake akamwambia tuondoke hapa. Sasa Austin haelewi. Akamwambia Lydia, vipi kuna nini? Lydia hatataki kuongea. Kamchukua mtoto wake akaondoka pale. Mchizi akamrudia Pamela. Akamwambia umemwambia nini Lydia? Pamela akamwambia relax, hebu tulia kwanza. Mchizi sasa kwani anaelewa. Akatoka mle ndani akamfuata Lydia. Jamaa amefika nyumbani kwa Lydia, anamkuta rafiki yake Lydia yuko hapa. Sasa mchizi akasimama kumzuia Austin kwamba asiende kuongea na Lydia kwa sababu Lydia hayupo sawa. Austin sasa anaelewa. Akamwambia nitakupiga wewe. Austin akamwambia Lydia, tafadhali naomba unielewe. Chochote ambacho amekwambia yule binti sio cha kweli. Mimi na yule hatuna chochote kinachoendelea baina yetu. Austin bwana sakataka kumkisi Lydia, lakini Lydia akikataa ile kisi. Sasa rafiki yake Lydia akawa anaona ile situation ambayo inaendelea kati ya Lydia na Austin, na akawa amegundua kwamba hawa watu ni kama bado wanapendana. Austin bwana akawa ameondoka mle ndani kwa Lydia, akawaacha Lydia na rafiki yake. Austin alipofika nyumbani akamkuta Pamela hapa, kamshika mkuku mpaka ndani. Akamwambia umemwambia nini Lydia wewe? Pamela bwana ikabidi afunguke. Akamwambia nimemwambia kitu ambacho alipaswa kuambiwa, kwamba anamtumia mtoto kukupata wewe kimapenzi. Jamaa akasema what? Unawezaje kumwambia maneno kama hayo? Nia yako ni nini? Pamela akasema ina maana wewe huoni kwamba mimi nakupenda. Nimefanya kila kitu kwako kuonesha kwamba nakupenda, ila wewe unajifanya huoni. Mchizi akasema Pamela, mimi toka nimekufahamu wewe sijawahi kukupenda na sitokuja kukupenda. Kuanzia leo sitaki tena nikuone kwenye maisha yangu. Jamaa bwana akawa ameondoka pale. Pamela alilia, aliumia. Austin kamkataa kweupe. Huko nyumbani kwa Lydia, rafiki yake Lydia akamuuliza Lydia kwamba hivi kumbe wewe na Austin bado mnapendana? Lydia bwana hakuwa na cha kumjibu mchizi, akakaa kimya. Ukimya wa Lydia ukawa ni jibu tosha kwa mchizi kwamba bado hawa watu wanapendana. Sasa akamwambia kwamba unajua wewe ni rafiki yangu, na mimi kama kweli nakupenda kwa dhati, basi furaha yako ndo kitu kinachomata kwangu. Kama unahisi kwamba kwa mchizi ndo utakuwa na amani, basi sawa, mimi sina kipingamizi. Basi wakakumbatiana pale na nini. Lydia akaona kweli huyo ni rafiki mwenye upendo wa dhati. Usiku Lydia hapati usingizi kabisa, yani mawazo kama yote kwa kila ambacho Pamela alimwambia kule nyumbani kwa Austin. Yani anaona ni kama amedhalilishwa sana ise. Kesho yake asubuhi na mapema Lydia akaibuka hapa nyumbani kwa Austin. Austin akashangaa kweli kweli kumuona Lydia hapa. Akamkaribisha ndani. Austin akaomba misamaha mingi sana kwa Lydia. Akasema Pamela mimi alikuwa ni rafiki yangu tu, lakini kumbe yeye alikuwa ananitaka kimapenzi pasipo mimi kujua. So ndo chanzo cha yote yale yaliyotokea. Lydia akasema hakuna shida, mimi nimeshakusamehe, ndio maana nimekuja hapa. Austin alifurahi kweli kweli kwa yale maneno ya Lydia. Basi rasmi wakarudi tena kwenye mahusiano yao ya kimapenzi. Jioni Austin akaenda kwa Lydia. Wamekaa mpaka usiku, mtoto kalala. Jamaa yuko hapa anamlaza mtoto, Lydia yuko pale anatazama tu akiwa na furaha kweli kweli. Baada ya kumlaza mtoto akatoka. Lydia sakataka kufanya ule mchezo wake wa kulala chumbani Austin sableni. Austin akamshika mkono akamwambia where are you going? Lydia kabla kujibu akapigwa bonge moja la deep kiss. Makisi akafululiza pale ya kutosha. Jamaa akambeba mtoto wake akampeleka mpaka chumbani, kafika akamtupa kitandani, akapanda juu akapiga mambo. Kumekucha asubuhi, Lydia akamchukua mtoto akampeleka shule. Jioni mchizi yuko hapa kwa Lydia, ikabidi bwana leo ahalalishe mambo. Kamwambia Lydia kwamba rasmi naona umefika wakati sahihi wa mimi na wewe kuingia kwenye stage nyingine ya mapenzi yetu. Lydia akashangaa kweli kweli. Jamaa bwana akachomoa pete ya uchumba, akamvisha na kumwambia kwamba naomba tafadhali uende kuwa mke wangu rasmi. Tuishi mimi na wewe pamoja, tutengeneze familia yetu. Lydia alifurahi kweli kweli. Baada ya siku kadhaa, Lydia na mtoto wake wako hapo wanapanga nguo, wanahamia kwa Austin, wakaishi huko kama familia na sio kuishi mbalimbali tena. Lydia akamwaga na rafiki yake kwamba anaenda kuishi kwa Austin kama mtu na mume wake mtarajiwa. Wakiwa hapo wanaagana, Austin bwana akawa amefika hapa. Lydia akaingia ndani kuchukua mabegi waje waondoke. Austin akamwambia mchizi kwamba naomba nisamehe sana kwa yote yaliyotokea baina yetu. Sikujua kwamba wewe ni rafiki mwema kiasi hicho kwa Lydia. Mchizi akasema kwamba mimi kusema na ukweli nilitokea kumpenda sana Lydia kimapenzi, lakini alikataa akakuchagua wewe. Kwa hivyo kama kweli mtu unampenda, lazima usapoti kinachompa furaha. Mimi na kuachia Lydia, lakini naomba usimuumize, tutakwazana. Austin akasema hakuna shida na kuahidi sitamuumiza. Austin akamwambia jamaa kwamba unaonaje siku kama tukitoka out, tukaenda kunywa pombe na nini, tukaenjoy.
Jamaa akasema okay, hakuna shida. Basi ndo hivyo, Austin na Mchizi wakawa marafiki kuanzia pale. Lydia na mtoto wakatoka na mabegi, wakapakia kwenye gari rasmi, wanahamia kwa Austin kwenda kuishi kama familia. Walipofika kwa Austin wakashusha mabegi yao. Pamela bwana akawa hapa, wakampita kama hawajamuona vile, hata bila kumsalimia wala nini, wakamuacha hapo kwa sababu wameshaona huyu ndo sumu kwenye mahusiano yetu. Na hapo ndo anakuwa mwisho wa hii ngoma yetu ambayo inaitwa Still You.